mojawapo ya vitu hivyo ni ugonjwa wa sukari. Ndio. Kwa mtu ambaye anaugua ugonjwa wa sukari, hasa kwa wanaume, kidogo hali ya ujenzi inakuwa ni tafran. Kwa hiyo ili ujenzi uende sawa na hiyo sukari iondoke, chukua karanga mbichi. Karanga mbichi ziloweke katika maji, alafu weka, yani ile karanga unaziweka katika chombo, alafu ongeza maji ambayo yanafaa kunywa. Maji yawe mengi, yazifunike zile karanga. Funika, alafu weka kwenye friji. Wacha ikae siku 3. Baada ya siku 3 sasa ndio unaanza kunywa. Unakunywa glasi asubuhi, glasi jioni. Glasi asubuhi, glasi jioni. Na hapa utajiweka vizuri sana, kwa sababu utatibu hiyo sukari ambayo inakusumbua. Na ukinywa asubuhi, hakikisha unakunywa kabla hujala chochote. Kwa takriban dakika 30 mpaka 60 kabla ya kula, hakikisha unakunywa hii glasi moja ya maji ya karanga. Lakini pia usiku iwe ndio kitu chako cha mwisho. Wakati unakwenda kulala, ushakula masaa 2 matatu kwa yamepita, ndo unakwenda kulala, basi kunywa pia glasi moja. Itakwenda kusaidia sana kwa wale ambao kwa wanaume ambao ujenzi wao unakuwa legevu. Najua nimeeleweka. Ulegevu inatibu, inaondoa kabisa ulegevu, sawa lakini uharaka inaondoa. Tunaelewana? Tunaelewana. Sababu kama uelewi, ujue kitabu hicho hujaandikiwa wewe. Maana tunasema polepole kabisa. Haraka haina baraka. Kabisa. Haraka haina baraka. Haraka haitakiwi. Na ukiwa na haraka unaweza kulaumiwa. Kabisa. Kwa hiyo uharaka pia unatibika kwa hii ambayo nimekwambia. Lakini kwa wanawake inaondoa infection zote. Infection zote. Na inaondoa pia nisemeje hapa, kama kasri linalegalega. Sasa inaeleweka. Umeelewa? Sawa. Kwa ambao hawajaelewa